No. Yeba. Kumekucha baba, kumekucha ndani nyumba. Yes, tunaweka vyombo sawa ili tuanze safari ambayo tulikuwa tukisubiri kwa wakati mwingi sana. Safari ambayo wadau tulikuwa tumekaa kwa hamu, tumejiandaa, tumepaki kila mtu na mzigo wake kuweza kuanza pamoja. Hatimaye leo tuko tayari tena kuanza mashine safi, mashine bombastic sana hii hapa. Bwana, hii ndio ile kali ya moto ambayo tulikuwa tukisubiri kwa wakati mwingi sana. Hatimaye DJ Sunili anaileta kwa uwezo wa Mungu. Na sasa tunaanza pamoja namna hii, na naomba tuongozane pamoja na tumalize pamoja. Ni bonga picha na story moja bombastic tamu, ina story moja safi sana. Wanaita Unforgettable Revenge. Kile kisasi ambacho hauni wameshindwa kuweza kukisahau. Mpaka kitoke ndani ya moyo basi wawashaweza kukilipa. Bwana, twende sambamba ni kukaribisha katika episodi ya kwanza ya picha hii hapa. Ni picha mpya na hapa ndo trailer ya picha yetu. Ni bonga picha moja safi sana inatoka ndani ya mitambo ya Mafia Respect Family Sunili DJ kipenzi cha wadau. Kama kawa kama dawa tuna amsha popo. Bwana, niko na wadau wengi sana pembeni. Wananieskoti vyema. Niko na mwamba na Mutaruma DJ kutoka maeneo Morogoro, Mazimborodi, Makuti karibu na stand ya bodaboda, lakini pia niko sambamba na mwamba anamuita H+1. Bila kumwacha mbali mwamba anamuita Yusko Rava DJ Wolf D. Kama kawa tunafanya mambo yanakuwa ni burudani sana. Mtaalamu anamuita 7 Voice. Ya baba. Asikwambie mtu picha ni hatari tupu. Leo tunakwenda kuyamsha popo. Jiunge na group letu ili upate picha zetu kwa wakati usika kabisa pindi ambako zinatoka. Yes, kujiunga na group gharama ni shilingi 5,000, alafu kila wiki unalipia ada shilingi 2,000. Kisha unalipia siku ya Jumamosi kuondoa usumbufu wa siku ya Jumatatu kuchelewa kutopata kazi zetu. Lakini naomba niombe radhi kidogo wadau wangu. Wiki hii hapa kwa wale wa kwenye group la WhatsApp nimechelewa kupata picha zetu kwa sababu mwanangu ni sikuwa vyema sana kiafya. Japokuwa pia siko vyema sana lakini hakuna jinsi. Wadau wanahitaji burudani na mimi sina jinsi, najua watanipokea vile ambavyo unakuja. Yes, twende tukaamshe popo mashine safi wanaita Unforgettable hapa hii. Hapo naambia siko vyema. Sijui ile dude ningelianza nikiwa na morali wa kutosha ingekwaje. Ingekuwa balaa sana, lakini twende tukayamshe popo katika episode ya kwanza ya Unforgettable Revenge. Hapo sasa. Bwana. Asante sana. Rura. Unforgettable. Kisicho saulika. Ni kisasi kisicho saulika. Kipiko. Twende kazi. Twende sambamba. Karibu. Yes, basi hii sasa ndo picha safi wanaita Detective Gaofei, wanaita Unforgettable Revenge. Sasa wanangu Detective imenikaa sana. Hiyo picha ni balaa. Wewe kama waje kuionaga itafutaje. Dude moja hatari sana, Detective Gaofei. Usikose. Itafute tu. Lakini hapa wanaita Unforgettable ambayo tulipigiwa promo huko. Na sasa tunakwenda kuanza rasmi ni kabisa katika episode ya kwanza. Uko na kipenzi cha wadau. Twende sambamba tukafahamu inakwaje. Bwana, twende sambamba ni kukaribisha sasa tukamshe popo katika story moja bombastic sana hii hapa. Ni episode ya kwanza ya mashine safi ya kusisimua. Yes, hapa hii.
Ni katika episodi ya kwanza. Ni usiku mmoja wenye maradi na mvua, meta za kutosha, lakini siku kuna mtu mmoja alikuwa anamuita bwana Kaolia. Hiyo siku ilikuwa ni siku yake burudani sana na kula mambo tu. Anasema mheshimiwa, ghafla sauti zinazosikika nje sio za kawaida. Nani? Mheshimiwa, mna kitu bana, tuendelee. Oho, mara imevunjwa kibakuli huko nje. Wewe nani? Hii sauti sio kawaida inayosikika huko. Bwana mkubwa anamuita bwana Kao. Ni kiongozi mmoja ambaye alikuwaga ni msaliti. Yeye alikuwaga ni wa Kichina, lakini mwisho wa siku kiongozi unasemekana ni msaliti mkubwa sana na anafanya kazi na Wajapani kwenye mikataba ya mambo ya kibenki na mambo ya hapa na pale. Kumbuka ni kiongozi wa Kichina mzuri tu, lakini ni msaliti. Sasa ghafla anahisi kuna uvamizi umeingia maeneo yake. Hangaika kujaribu kuweza kukagua nani. Nani wewe? Sasa nakuta upande wa pili. Anaenda kufungua mlango. Cheki walinzi wake. Walishauawa kitambo tu. Walinzi wameuawa. Ni nani huyo ambaye aliweza kufanya hii kazi? Ghafla tunaona kivuli cha kofia kwa nyuma. Ni mwanzo wa picha inaita Unforgettable. Ni mashine moja hatari sana. Ila anageuka. Piga risasi namna hiyo. Hakuna mtu, ni wenge. Aise. Kapita kama upepo. Ni nani sasa? Abidi kutoka nje, ashangaa walinzi wanatoka gorofa ya juu wanashuka chini. Kibo. Afana leke. Leo ukiongoza na mwita bwana Kaolia ametembelewa na mtu mmoja hatari sana. Yuko kwa nyuma namna hii, ameficha sura yake na kitambaa chekundu. Sasa lawama zake ama za huyu mwamba. Huyu mwamba ni nani? Yupo kwa ajili ya kuweza kumwangamiza huyu mwanaharamu ambaye anasemekana ni msaliti. Geuza pipe namna hiyo. Wewe mtu akaja speed ya hatari, kapita na shingo. Inasemekana huyu mtu alikuwa anazidi kuliteketeza jeshi la China, jeshi la Japani taratibu. Katika mtu ambaye alikuwa akifanya kazi yake kwa siri zaidi ya miaka. Yani toka jeshi la Japani liingie katika maeneo, yeye kila siku ilikuwa ni shughuli yake hiyo. Japani alihangaika, yani Mjapani alihangaika kumtafuta huyu mtu ni nani. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumpata huyu mtu. Je, ni nani? Kapteni, inasemekana bwana mkubwa anamuita bwana Kaolia na yeye ameweza kufariki tayari. Leo tunakutana na bwana general wa Kijapani anamuita Takeda. Shauzuo. Takeda Shauzuo. Anapewa taarifa mbovu na ya kusikitisha mno. Inasemekana tulikuwa tuna wasiwasi naye mtu anamuita Ding Zhang. Nadhani huyu ndo akumfuatilia vizuri. Sasa mheshimiwa, inabidi uweze kuwa mwangalifu katika hili. Inabidi twende katika hayo mazingira, tufuatilie kwa umakini. Nina imani naye. Hakuna shida mheshimiwa, nitafanya kwa uangalifu mkubwa katika hayo maeneo. Nitachunguza. Kuna mtu anawasumbua wa Japani kinyama. Huyo mtu ni nani? Ana wasiwasi mkubwa na mtu mmoja anamuita bwana Dong Dangzong. Huyu ndo anaitwa Ding Dangzong. Inasemekana ni kiongozi mmoja wa jengo moja kubwa sana katika maeneo. Ili jengo lilikuwa linaongozwa na mwanamama mmoja anamuita Su Hongling. Huyu mama alikuwa na vijana wake sambamba na mtoto wake huyu hapa mmoja ambaye anaitwa bwana Ding Dangzong, ambaye anasemekana Wajapani wanamuhisi huyu mtu itakuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya yale matukio ya hatari ya Kijapani. Sasa tuko hapa kwa ajili ya upelelezi ya mambo ya hapa na pale, kwa sababu tayari limeshatokea tukio kubwa la bwana mkubwa anamuita bwana Kaolia. Ameweza kuuawa na wasiwasi mkubwa. Tuna imani kwamba katika kota hii ndio mnamuhifadhi adui. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya upelelezi mheshimiwa, tafadhali. Inamaanisha kwamba hukuona pote pa kusachi mpaka uweze kufika hapa. Sisi hakuna mtu ambaye anaweza kutumia hiyo kitu. Ni panga moja hatari. Ikipita katika shingo ni mashine. Wewe, majeshi yako hapa. Hili ni jeshi la China, kumbuka linatawaliwa na Mjapani tayari. Kwa hiyo liko chini ya usimamizi wa Kijapani. Wanatumikishwa na Wajapani. Lakini Mjapani tayari ameshatuma spy wake ambaye ni chali mmoja anamuita Ishimura.
ambaye anatakiwa kuja kukagua kwa umakini na kuweza kujua jinsi gani ya kuweza kuingia hii kambi. Sasa hii kambi inaingilika vipi ghafla? Na mtu anaonekana anakuja, ni mwanamama mmoja. Ni bibi mzee, ukimwona ni mtu mkubwa, lakini ubibi anaogopeka kinyama. Anakuja namna hii katika mazingira. Huyo sasa ndo kiongozi wa hili jeshi. Huyu mama anamuita Su Hongliu. Su Hongliu. Huyu mama ametegesha kombola, yani kambi yote hiyo. Ukiingia ana switch yake tu ameweka maalum, anabonyeza kama kufa ameshajitolea muanga, watakufa wote na Wajapani. Lakini hawataweza kumngoa hapa. Hapa ndipo Wajapani wanapambana kuweza kupatoa. Asa wanashangaa tu unakuta watu ghafla kuweza kuja kutualibia kwa sababu tuna sherehe kubwa ambayo tunaweza kwenda. Asa mheshimiwa tafadhali. Wana sherehe kubwa nasemekana iko hapa. Wanataka kuweza kuiandaa. Lakini leo kuna kiongozi mmoja ambaye alikuwa anaonekana anakuja kuingia katika maeneo, wanamuita bwana Tazuo. Huyu alikuwa anakaribishwa katika huu mji kwa ajili ya kuja kukamilisha mipango yake. Majeshi yaliingia kwa ajili ya upelelezi zaidi. Ndinga inafika katika maeneo. Anakuja bwana mkubwa, wanamuita bwana Tazuo. Anatoa saluti namna hii kwa sababu ni mkubwa wake. Tazuo ni mkubwa kuliko hata bwana mkubwa, wanamuita bwana Takade. Takeda. Jina ya Kijapani nimeweza kutukana huko. Haya. Anasema nadhani nimekuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kama mipango yote inakwenda sawa kwa sababu nasikia bado hamjafanikiwa kuweza kumkamata mhusika. Anasema basi hakuna shida. Karibu ndani kiongozi. Wakati huko watu wanakuja huko kwa ajili ya kuweza kufanya upelelezi zaidi kwa sababu wana adui wao. Adui yupo anasumbua mno na inasemekana yupo katika haya mazingira. Anasema vipi? Mmefikia wapi sasa? Maana kila siku tunapoteza viongozi wakubwa sana mheshimiwa. Bado tunapo katika upelelezi. Tuna wasiwasi katika jengo la bwana mkuu la yule mwanamama anamuita bwana Su Hong. Kwa nini mjenda kulivamia wakati wote? Wanataka kwenda kulivamia. Unalivamiaje mambo ya jengo limewekwa kombora za kutosha? Hakisheni mnamkamata adui ndani ya siku 10. Kila kitu kimeshaenda kiwe poa. Yaani kila kitu kinatakiwa kiwe poa. Na huyo mtu anamuita Ding ambaye mna wasiwasi naye. Mkamateni. Wanamuita Ding Daozong. Ding Daozong. Basi bwana askari kuingia kufanya searching. Walialibu vya kutosha, lakini kulikuwa kuna maandalizi, inaonekana kuna maandalizi ya sherehe ya harusi katika maeneo. Wao wamekuja wanaanza kuvuruga namna hii. Kwa ajili ya upelelezi maalum kumtafuta mtu ambaye anatumia panga moja hatari sana. Huyo mtu ni hatari, anawatembezea Wajapani mbaya. Ni yule ambaye anavaa kitambaa chekundu. Huyo ni nani? Hatujamfahamu, lakini anahisiwa kwamba yuko hapa. Basi bwana, anasema kiongozi tumetuma baadhi ya watu. Sasa hadi sasa mnatakiwa, yani ikiwezekana mumkamate kwanza huyu bwana, wanamuita bwana Ding. Alafu mambo mengine yatafuata baada ya kuhojiwa. Sawa? Anasema ndio kiongozi. Japokuwa ni swala gumu, lakini tumetuma makapteni ambao na imani wapo kwa uangalifu mkubwa. Lakini pia bwana mkubwa Ishimura nimemtuma kwa anafanya upelelezi. Kila kitu kitakuwa sawa. Huyo anamuita Ishimura, inasemekana Mjapani huyo hapa nyuma. Huyu ni spy ambaye ametumwa kwa ajili ya kuja kufanya upelelezi wake wa siri, kusoma vizuri kabisa ingome. Ingome inatakiwa kukamatwa, lakini bado ni ngumu kuingia katika mikono ya Kijapani. Mama ameikamata barabara, ana vijana wa kazi, vijana wako vizuri. Basi bwana aliwatoroka wale askari na akawepo nyuma kwa ajili ya kuweza kusoma lamani vizuri kabisa. Kana anajaribu kuchora michoro, kujua jinsi gani ya kuweza kuingia na kutoka katika mazingira. Sasa bwana mkubwa anamuita bwana Ding. Hamna tatizo lolote, hakuna mtu ambaye anatumia upanga ambao nyinyi mnaofikiria hapa. Sisi tuko na vijana wetu, tena hakuna shida. Yaani katika mazingira yetu kuna amani. Anasema kiongozi wa jeshi la Kijapani ndio ambaye ametutuma sisi kwa ajili ya kuja kufanya uchunguzi. Ana wasiwasi mkubwa. Eti kweli umeshawahi kusikia habari kama hizi? Maana bwana mkubwa anaonekana ana wasiwasi mkubwa na bwana Ding. Na hata hivyo istoshe,
kwa nini ukaje na askari namna hii kwa ajili ya kuvuruga katika mazingira yetu? Na vipi kuhusu huyo, mbona anaonekana kama sio sura ya Kichina? Mtoeni kwanza huyo. Mheshimiwa, yeye ni mmoja wetu, ni kijana wangu wa siku mingi sana. Asema hapana, tuamini katika hilo. Unaweza kukuta kwamba unaingiza wa Japani kwa siri hapa. Siruhusu hilo. Akisogea mtu aina tunampiga risasi. Kamata! Mbavu. Kakokiwa mashine gani? Takiwa kukamatwa mhusika. Anasemekana kuna mtu ambaye anaonekana ana sura ya Kijapani. Amesanukiwa. Huko bwana mkubwa, kichwa bado kinauma. Hakuna jibu ambalo linakuja. Sasa mheshimiwa, au tukavamie nini? Asema okay, sawa. Sijaja hapa kwa ajili ya vita. Endapo tukigundua kama sio Mjapani, asema na tukigundua kama Mjapani tutavuruga kabisa rejea. Haya, mkamateni vizuri huyo. Umbavu. Tuleteo denguzi hapa. Bila kukamatwa mwanaume. Huyo anaishia kama ni Mjapani. Kuja kwa ajili ya upelelezi. Hemu kumsachi vizuri. Ana kinini ambacho anakifanya hapa. Parapasta kwenye maniaje huko. Oya, pata ka kitabu kidogo kukagua namna hii. Kanlai这位小兄弟 inamaanisha ulikuwa unachora mchoro wa mazingira yetu. Sho. Ndio? 派你来的. Inamaanisha wewe ni msaliti. Wewe tuambie nani aliyekutuma kufanya kazi? Mbavu nitamua sasa hivi. Sema ukweli. Mheshimiwa, hapana. Usubutu kufanya hivyo. Sema ukweli. Kama toa bastola kapigwa juu. Kwa kuna mzozano kati ya bwana mkubwa na mwita bwana Ding Daizong. Anataka kumpiga risasi huyu muuni. Bwana Ishimura. Sasa bwana mkubwa huyu, kumbuka alitengeneza undugu na ni Mchina pia. Huyu bwana hapa askari. Na ana undugu mkubwa, yani ana ukaribu mkubwa na hii ngome. Kwa hiyo hakuna shida. Sasa ni kujaribu kuweza kumtetea. Asema okay, hebu acha kwanza. Hakuna haja kufanya vurugu, achana naye. Umbavu. Sasa mama kacheka. Anasema hauhitajiki kuja tena katika mazingira. Naonya tena mara nyingine. Sawa? Nakupa ruhusa kuondoka, lakini sitaki urudi hapa tena. Sina ugomvi na mtu aina yote. Na sihitaji ugomvi na mtu wa aina yote. Niko tayari kumwaga damu yangu kuweza kutetea maisha ya watu wangu. Na kuonya tena. Ukikuona, yani sura yako nikiona hapa naua. Yani sura ikionekana hapa hii ya bwana Ishimura anakufa. Mjapani pia ana silaha nyingi sana, alafu pia silaha nzito. Hebu tokeni. Mbao unamwinamia na 800 hapa. Wakapata msamaha bwana. Inabidi waweze kwenda. Nyuma geuka. Onga mbele, pumbavu. Bwana kapteni bwana, hali yake ikawa ni ngumu sana. Sasa pumbavu kabisa huyo. Tukiachana na hayo, upande wa pili tunakutana na fundi kinyozi. Inasemekana ndo mafundi original wale ambao sio waongo. Leo ndo tunakutana na ule unaambia ni wale mafundi ambao sio wadanganyifu bwana vinyozi bwana. Unamlipa na kunyoa, maisha yanaendelea. Mheshimiwa, nadhani iko poa. Sasa imetokelezea, yani wewe ni professional zaidi ya professional. Ni hatari sana, unatembeza kiwembe vizuri katika shingo, yani katika shingo namna hii, yani katika zile ndevu. Ni bwana mkubwa anamuita bwana Sheng Liang. Unaweza kumuita Sheng Liang, huyu chali. Ndio standing kwa picha yetu. Ana picha nyingi sana. Kumbuka tushapiga katika Solo Legend. Na humo pia ni standing. Ni hatari, mashine moja ya hatari. Yani ndio superstar wa picha hii. Anasema kutokana na vijinsi unavyotembeza vile kiwembe inapendeza sana. Ghafla na mtu kumjini kakopuliwa. Tafadhali jamani mwizi. Amenikwapua. Mtu subiri hapo. Subiri. Alikaweza kumkamata huyo mwizi. Yes.
kaura kitaa namna hii. Ya baba. Kama angalia. Binti mmoja anamkimbiza mwizi. Vaa kofia namna hii anaruka naye. Ala, ilikuwa ni bonga vuruga hapo kitaa. Mata. Asante sana. Ni wa kike lakini ni hatari. Bisha wewe. Wewe mpumbavu wewe. Unakwenda wapi? Anaruka namna kadakwa juu kwa juu. Kuja hapa. Sasa anaenda kukamata. Takwenda kamata vizuri. Vua namna hii. Akajikuta sasa amevua kofia. Mtoto wa kike anamuita Zhang Qinyong. Mtoto wa kike anaitwa Zhang Qinyong. Basi kimbiza na wewe. Kimbiza mwizi. Akapita mtaa Masaki huko. Ghafla akampamia mzee mzima. Akamweka chini ya ulinzi namna hii. Akampamia mzee mzima anamuita hii Shenglin au anamuita Shenglin. Mweka mtukata. Sema tulia kidogo. Wewe unataka? Bwana ni mwanzo tu. Kwa picha safi. Wanaita Unforgettable Revenge, ni kisasi kisicho saulika. Sasa inakuaje katika episodi inayofuata ambayo ni ya pili. Katika mashine safi sana hii hapa. Yes, huyo ndo mwamba anamuita He Shengliang. Huyo anayetumia blade ni nani? Na kuna mtu anatumia panga, ni hatari sana. Inasemekana Mjapani mwenyewe anahanya, anamtafuta kila sehemu na anahisi kwamba ni mzee mzima anamuita Ding Daozong. Inasemekana ndo huyo. Sasa sijajua ni kweli Ding Daozong ni mhusika, lakini inasemekana katika jengo la Ding Daozong ambao ni kambi kubwa ya mwanamama anamuita Su Hangliu. Kuna bonga sherehe ya harusi. Sasa ni nani anaolewa? Mwanzo mwanangu, twende sambamba. Tari sana hii picha. Uko na kipenzi cha wadau, ondoa shaka, karibu sana.